Leo ikiwa ni mwendelezo wa somo letu, tuliishia katika sehemu ya kuweka page number. Leo tutaendelea na kujifunza kuhusu namna gani mtu unaweza kutengeneza table of content. Tutaingia kwenye document yetu hiyo, tuingiza password yetu, tunafungua document hii. Tutatumia mpaka tutamaliza, mpaka ikamilike, tuone kwamba hapa sasa ipo tayari kwa kukusanywa. Sasa tutaenda moja kwa moja kwenye sehemu ya table of content. Hapa nimetengeneza kama mfano. Kuna watu wanatengeneza table of content kwa namna hii. Yaani anaandika introduction alafu anaweka hizi dot hivi. Hii haitakiwi, ndio maana ukikusanya unakuta labda kama ni supervisor wako anakuambia tengeneza table of content ya automatic. Kwa hiyo hii sio njia nzuri ya kuweka table of content. Leo nitaenda kukuelekeza japo kwa ufupi namna nzuri ya kutengeneza table of content ambayo itakuwa ni nzuri na itakubalika moja kwa moja ukipeleka kazi yako. Sasa tutaanza. Jamani, tunapotengeneza table of content tunaangalia zile heading. Heading ni hizi hapa. Sisi tutadili na hapa tu. Kuna normal, kuna no space, kuna heading 1, heading 2, heading 3. Kwa hiyo sisi tutadili na hiki kipengele tu hapa. Wakati tunatengeneza table of content, unadili na hiki kipengele tu. Kwa hiyo tutaanza. Tunaposema table of content tunamaanisha unatengeneza zile heading au subheading zile au subtopic ambazo zipo katika kazi yako, ili ije list hapa. Ukija hapa ije list mpaka na ukurasa ambao utakuwa unaonyesha sehemu kinachopatikana hicho kitu. Kwa hiyo nitaanza. Unapotengeneza, hatua ya kwanza unatakiwa uhighlight hiyo heading hapa. Highlight, utakuja hapa kwenye heading 1, utaweka hapa. Unaweza ukarekebisha ukaweka katikati, ukarekebisha na mwandiko kila kitu moja kwa moja, ukarekebisha na style ya mwandiko Times New Roman ukaweka 12 hapa kwenye size 12 kakaa hivi hapo ka bold. Unaweza ukafanya, au tunaweza tukatengeneza tu kwanza ukamaliza afu ndio ukaanza kurekebisha hivi. Sisi kwa sababu tunajifunza, tutaenda moja kwa moja kutengeneza. Sisi tutakuwa tunatengeneza tu, tutarekebisha baadaye. Basi hiyo tayari utakushamaliza. Utakuja ya pili hii hapa. Uta highlight, utakuja hapo tu heading 1 unaweka middle. Hizi utarekebisha tu kama pale niliporekebisha ile ya mwanzo. Unakuja ya pili table of content, una highlight, unaingia hapa, unaweka middle. Unakwenda sehemu ya kazi, uta highlight pale, utaenda hapo tu kwenye heading 1 alafu utaweka middle. Sasa basi hapa ukiona katika namba hizi zinazotambulisha subtitle ambazo zinapatikana kwenye title yenyewe, mfano hapa theoretical review. Katika theoretical review ina maana unaenda kuzungumzia theory za motivation. Sasa hii moja hii ni inawakilisha topic, kwamba ni topic namba ngapi, umeona? Alafu hii 0 inawakilisha ni subtopic ya ngapi kutoka kwenye topic yenyewe. Kwa hiyo moja kwa moja wewe uta highlight hapa. Kumbuka ukiona namba ziko, ina maana hii ya kwanza tumesema hii moja ni topic yenyewe. Alafu hii 0 ni subtopic. Kwa hiyo ukisha highlight hapa kama hivi, hutoingia tena kwenye heading 1, utaenda kwenye heading 2 kwa sababu hii unayotengeneza wewe ni subtopic kutoka kwenye topic yenyewe. Nadhani pale umenielewa. Kwa hiyo hapo utaenda kwenye heading 2, utapita. Kurekebisha tutarekebisha tu. Unakuja kwenye ya pili napo ni hivyo hivyo. Kwa sababu hii ni subtopic, utakuja hapa kwenye heading 2. Hii tena hii, umeona hii hapo utofauti wake. Sasa hii ukiona wakati una label zile subtopic kutoka kwenye topic. Hapa si umeona nimeweka moja. Unaweza ukajiuliza kwa nini imekuwa hivi? Na maanisha hii moja ni topic ya kwanza. Alafu hii moja ya katikati ni subtopic ya kutoka kwenye topic ya kwanza, ambao ndio itakuwa subtopic ya kwanza kutoka pale. Alafu hii hapa moja nyingine ni subtopic ndani ya subtopic ya pili. Kwa hapa wewe ukihighlight utakuja kuweka kwenye heading 3. So unaona hizi namba ziko 3, na maana utaenda kuweka kwenye 3 huku. Alafu utaenda tena utashuka, utaangalia nyingine inayofuata nyingine pale hii hapa. Ni 1.1.2. Na maana hii ni topic ya kwanza, subtitle
subtopic ya kwanza, alafu katika subtopic ya pili ya kwanza subtopic yake ya pili sasa. Yaani kutoka kwenye hii hapa ya kwanza hii hapa. Nataka nikuelekeze namna ya kupanga hizi namba. Umeona hii imesomeka 1, alafu hizi hapa, hii hapa ya pili itasomeka 1 1 2. Kwa hiyo na yenyewe uta highlight utaweka hapa. Utakuja na nyingine hivyo hivyo. Utakuja nyingine utatafuta hii hapa. Kwa maana hizi ndio heading zetu sasa, ambazo tunataka zikaonekane kwenye table of content. Ukija hapa napo ni hivyo. Utaweka kwenye 3 kwa sababu hii inasomeka 1 1 3. Ina namba 3. Ina maana ni subtopic ndani ya subtopic. Haya, unaenda nyingine tena hii hapa, process theory. Ina maana hii ni subtopic ya pili. Utaenda hapa kwenye nani hapa, kwenye heading 2. Sasa hii subtopic ya pili, subtopic zake ni hizi hapa. Kwaona zenyewe hizi utakuja kuweka huku kwenye 3. Umeona, japo sio lesson yetu ambayo tunataka tujifunze, ila tunataka tu turekebishe namna ya kurekebisha namba zako ili zipangiliane vizuri. Alafu utaenda utaangalia nyingine kama bado ipo. Hii hapa. Na yenyewe tena utaenda hapo hapo tu, utaenda huku ya 3. Utashuka, utaangalia, utakagua kama bado zipo. Yaani kazi yako yote mpaka utakapofika mwisho wa kazi yako. Sisi tumeandaa tu kama ya mfano. Utakuja hapa 3 hii. Utaenda utatafuta, kuna hii hapa reinforcement theory. Na hii hapa, hii sasa, hii itakuwa ya pili kwa sababu hii ni subtopic kutoka kwenye topic yenyewe, ambao hii itakuwa ya pili. Hapo tutakuwa tushamaliza. Sasa tunaenda kuweka sasa automatic table of content. Tunarudi huku juu. Hapa table of content hii hapa. Sasa kufanya sisi tunaweka pointer yetu ikae hapa. Mbona inapurukaruka pale? Wewe utaenda moja kwa moja kwenye reference. Utabonyeza hiyo reference. Sasa hapo kwenye references utaangalia sehemu ambapo pameandikwa table of content. Ni hii hapa, table of content. Sasa unabonyeza hapo. Hapo inatengeneza ili upate kuona option ambayo wewe utachagua kutumia pale. Haya, tumeona kuna hii hapa ya kwanza, kuna hii hapa ya pili. Mimi natumia ya pili. Hizi option unachagua, sio lazima utumie ya pili, ila mara nyingi sana inayotumika ni ya pili. Hata mimi nakushauri ya pili ndio rahisi na inaeleweka kwa wepesi sana. Kwa hiyo tutatumia ya pili hapa. Tuta click. Umeona? Kwa hiyo tayari table of content yetu itakuwa imeshatokea tayari hii hapa. Kwa hapo unaweza ukaiedit, ukiamua hapa ukaiedit vizuri kabisa, ukarudi hapa kwenye home ukaitengenezea hapa ni Times New Roman, alafu hapo ukaweka 12 ambayo ni size inayotakiwa. Haya. Hapa itakuwa tayari imeshakamilika. Labda unaweza ukaja na kwenye kurekebisha nani line ukarekebisha hapa zikakaa hivi. Hapa table of content itakuwa imeshakamilika. Hii ndo automatic table of content. Unaona utofauti wake? Ukitaka kuhakiki, tunataka tuhakiki labda hii process theory iko sehemu gani? Iko karatasi kwenye karatasi ya 5. Yaani tunaenda kuangalia, je, ni kweli hii hapa namba 5 yenyewe iko wapi? Hii hapa process theory. Kwa hiyo hii ndo table of content. Sasa hizi ambazo unaweza kama ukasema sasa hizi mimi nita print hivi au hizi unaweza ukarekebisha tu mwenyewe baada ya kutengeneza. Unaweza ukaja hapo ukazirekebisha tu kwa namna na mwandiko ambao unatakiwa. Mfano hii hapa tunaanza tukaweka hapa rangi nyeusi, tukatengeneza Times New Roman, tukaweka hapa 16 12, alafu tukabold hapa B ni kubold, tukabold hapa tayari itakuwa imeshakaa. Kwa hiyo sawa. Kwa unaweza uka nani port, na hapa tena unakuja hapa unaweza ukaja na hapa tena ukabold, ukabadilisha rangi ya mwandiko ikawa nyeusi, hapo ukaweka Times New Roman, hapa ukaweka 12 kama kawaida. Hapa itakuwa imekaa sawa. Sasa unaweza ukawa hii ya ndani unaweza ukaifuta tu, haina shida. Ukaifuta ikabaki ya pale juu kwa sababu hii ndio inaonekana pale. Kwa hiyo inakuwa hivi. Jamani, kazi yako tayari utakuwa umeshatengeneza
table of content. Automatic table of content ni kitu simple sana, haina haja ya kwenda stationery uanze kupiga hela sijui kutengeneza table of content ni 1000 si 2000. Table of content unaweza kutengeneza hata mwenyewe kwenye PC yako, haihitaji kuwazima si nini. Kwa jamani, ndio hivyo. Sasa lesson inayokuja tutakuja kujifunza jinsi ya kutengeneza automatic list of figure na automatic list of table. Kwa hiyo hapa nitaongeza kazi yangu huku chini niweke zile table, alafu tutakuja kuzitengeneza automatic, yani ambazo zinakuja kuonekana huku juu kwamba figure ziko ngapi, table ziko ngapi na zinahusiana na nini. Jamani, asanteni sana kwa kunisikiliza. Usikose video inayofuata, ni ya muhimu sana pia. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni tena kwa somo lingine litakalofuata. Usikae mbali na mimi kwa maarifa zaidi. Asanteni sana.